Mtume ameoa akiwa na umri wa miaka 25 na mwanamke aliyemuoa ana umri wa miaka 40. Mtume wetu alikuwa masikini, lakini kapewa mke tajiri, successful businesswoman Maka pale. Mama huyu na yeye alifiwa na mumewe ambaye alizaa naye watoto, lakini mwenyewe alipoona tabia nzuri ya kijana huyu ambaye pia alishamwajiri kwenye biashara zake, akavutiwa naye, akasema, la, natamani huyu angekuwa mume wangu, huyu ndo mume anayenifaa. Wakati huu mama Khadija alishajiwa na watu wengi kutaka kumuoa, lakini alijua hawantaki mimi kama mimi Khadija, wanataka changu nilicho nacho. Na jamii ya watu wa Maka kabla ya Uislamu ilikuwa very corruptive, akili zao ziko kwenye mali. Akifa mwenye mali kwenye jamii yao, sharia walizojiwekea, mtoto harithi, mwanamke harithi. Mwanamke mwenyewe anakuwa ni bidhaa ya kurithiwa miongoni mwa mali za marehemu. Sasa, na kwa sababu ya busara zake na weledi wake, na mama Khadija alikuwa ni miongoni mwa wachache ambao walisoma kwenye jamii ya watu wanaoitwa ummiyun. Mama Khadija alikuwa ni msomi, mfanya biashara, ana uwezo kimaisha. Akaona sifa na vigezo vya mwanamme wa kuwa mume wangu huyu anazo, lakini nitampataje? Yatakubali vipi wakati mimi nina umri huu na yeye yuko vile? Kaongea maneno yake haya wakati kuna shoga yake anaitwa Nafisa. Akaamua mama Nafisa kufanya udalali au ushenga. Akasema, tatizo ndo hilo tu, ndo hilo, mimi mtu mzima, jamaa zake wazee wake watanikubali vipi? Yeye mwenyewe atanikubali vipi? Lakini napenda mtu kama huyu awe mume wangu. Nafisa akaingia kazini, akafanya ushenga, akaenda huku na kuleta majibu huku, mpaka akawaunganisha na ndoa ikatimia. Mtume akamuoa mama Khadija kwa ridhaa yake mwenyewe, na akalipeleka suala hili Mtume kwa wazee wake, akalipeleka kwa ami yake Abu Talib, akaliridhia, akamuoa huyu mama, na Allah akambarikia, wakaishi vizuri kwa mapenzi, na akazaa naye watoto. Na katika umri wote alioishi naye huyu mama hakumuolea mke mwingine.